Hapa ni Kibamba Gogoni jijini Dar es Salaam katika maeneo ya Kwambuna, ambapo huyu ambaye utamsikiliza na kumtazama ni mgombea udiwani kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Bwana Otaigo Elisha Mwita, akinadi sera zake kwa wananchi, namna gani na vitu gani ambavyo atawatendea pindi akipata nafasi ya udiwani, akiwaomba wamwamini na kumchagua ili atimize malengo ya wananchi hao. Yenu katika manispaa yetu ya Ubungo, mimi Otaigo Elisha Mwita, mteule wa Chama cha Mapinduzi katika kata ya Kibamba, nimeitembea kata ya Kibamba, nimeizunguka kata ya Kibamba, nimeizunguka Gogoni. Changamoto za wanagogoni nazijua, changamoto za wanagogoni nazitambua. Niseme ndugu zangu, mwalimu wetu na mkufunzi wetu wa Chama cha Mapinduzi kada ametokeza hapa kwamba nilikwisha kupita, lakini niwaambie, nimekuwa kwenye kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi 2022 mpaka 2025. Nimezunguka na mambo mengi ya Gogoni mimi na yafahamu. Sijasimuliwa bali nimeshuhudia mafanikio ya Chama cha Mapinduzi hapa Gogoni, lakini pia nimeshuhudia changamoto ambazo tunaziishi kila siku. Sasa ndugu zangu, nikopesheni imani yenu ili mimi nikatende kwa nidhamu lakini kwa ubunifu mkubwa. CCM oyee! Natambua katika eneo letu hili la Gogoni tuna changamoto. Upande wa sekta ya barabara ninatambua sehemu nyingi bado hazijafunguka. Ninatambua sehemu ya barabara ya Sakana ambapo inahitaji kuboreshwa na kuwekewa changarawe. Ninatambua hapo Sakana kuna hitaji wa kivuko. Lakini ninatambua barabara zetu za kwenda mpaka shuleni kule zina changamoto. Natambua barabara za kule Uchagani zina changamoto. Zote tutakwenda kuzifanyia kazi. CCM oyee! Lakini ndugu zangu, pia barabara ya Hondogo tu. Lakini pia natambua barabara za Kawasamba. Kwa katika maeneo mengi bado kuna changamoto za miundombinu za barabara. Lakini niseme, ninatambua umuhimu wa wananchi wetu wa Gogoni kuwa na kivuko kule kwa Jonihela. CCM oyee! Kivuko hicho kiwaunganishe Wanagogoni na Hondogo. Kivuko hicho kipunguze gharama za usafiri za Wanagogoni. Msizunguke mbali. Mkipita kwenye kivuko pale kwa Mzee Hela, Jonihela, ni rahisi kufika na kwa gharama nafuu. Lakini pia tunafungua uchumi, mzunguko wa pesa wapate Wanagogoni. CCM oyee! Kwa tunatambua na kwenda kuzifanyia kazi barabara ambazo nilikwisha kuzitaja. Ziko maeneo mengi ya barabara zetu za ndani, nyingine inawezekana sikuzitaja hapa, lakini niseme natambua umuhimu wa kuwa na barabara zinazopitika nyakati zozote, iwe kipindi cha mvua au kipindi cha jua. CCM oyee! Bado natambua katika barabara zetu, barabara iliyojengwa hapa inahitaji mataa ya barabarani. Nitakwenda kulifuatilia ili siku moja Wanagogoni tukipita kwenye barabara yetu ambayo imetuunganisha na Kinunge, barabara yetu ya lami, basi tuwe na taa za barabarani. CCM oyee! Ndugu zangu, Wanagogoni kuna changamoto ya zahanati. Wanagogoni wanahitaji zahanati. Kimekuwa ni kilio cha muda mrefu. Umekuwa ni mchakato wa muda mrefu ambao haukuwahi kukamilika. Niwaondoe shaka Wanagogoni na niwaahidi Wanagogoni, zahanati itajengwa. Zahanati itajengwa. Nimekwisha teta na nilishazungumza na mwenyekiti wetu wa mtaa wa Gogoni, ndugu yetu Ali 40, kuhusu swala la zahanati.
na akaniambia kuna baadhi ya vitu vimekwisha kufanyika, mojawapo upatikanaji wa matofali, lakini natambua fedha za jimbo zilikuja hapa na nadhani zilienda kwenye matofali na vitu vingine. Kwa hiyo kwa sababu tunapokuanzia, ndugu zangu, leo kiaminini Chama cha Mapinduzi, alafu nitumeni mimi mnyonge wenu, mtumwa wenu, nikawasimamie tupate zahanati. Lakini niseme hapa kwenye zahanati, katika ilani ya Chama cha Mapinduzi, ya 2025-2030 imeahidi bayana kuongeza wingi wa zahanati katika jiji letu la Dar es Salaam. Sasa kwa kuwa ahadi hizo zipo katika ilani ya Chama cha Mapinduzi, nimeisoma ilani ya Chama cha Mapinduzi, nimeielewa, nimeirudia na nimeielewa tena, nawaambieni ndugu zangu, kama ilivyoahidi na kama vile zahanati zetu nyingine zipo katika kata ya Kibamba, ambapo katika kata ya Kibamba mmeshuhudia na mmeona huduma nyingi za afya zinafanyika, lakini bado ilani imeendelea kuahidi utekelezaji wa kupata vifaa tiba, wataalamu, majengo ya wauguzi, lakini pia mitambo mbalimbali kwa ajili ya hospitali zetu, zahanati na vituo vya afya. Kwa hiyo leo zahanati yetu ikiwa tayari, mtapata wahudumu, mtapata vifaa tiba, lakini pia yote ambayo yameahidiwa na Chama cha Mapinduzi katika ilani yake yatatekelezwa. CCM oyee! Kazi yenu ni moja, ni kukichagua Chama cha Mapinduzi. Kazi yenu ni moja, kunichagua mimi Otaivalisha Mwita, niende katika manispaa yetu ya Ubungo, nikawakumbushe, nikawasimamie, nikawasemee, leo tujenge zahanati ya Gogoni. CCM oyee! Ndugu zangu wana Gogoni, kuna changamoto nyingine pia ni kipaumbele. Ndugu zangu, najua katika mfumo wetu wa makazi, sio kwa Gogoni, bali katika maeneo mengi kuna changamoto ya namba za kwenye nyumba zetu. Utakuta kuna namba 7, lakini namba 7 ziko mara 3. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Kweli sana la kimfumo. Nitakwenda kulifanyia kazi na kulifuatilia, nijue ni kwa nini ilitokea hivyo, lakini pia tuweze kupata maboresho. Lakini pia natambua kuna changamoto ya urasimishaji ardhi. Swala hilo nimelikuta, limekuwa la muda mrefu, na mimi nilisemee hapa, nimelipokea, nitakwenda kulifuatilia na tuone namna bora ya kuweza kulitatua. CCM oyee! Ninasema hivyo kwa sababu moja. Mutula, mkufunzi wetu na kada wetu, amezungumza kwamba mimi ni mchumi, lakini wakumbushe mimi ni mchumi ambaye nilifanya kazi katika halmashauri zetu nikiwa pia kama mchumi. Kazi yangu ilikuwa ni moja kubwa, kuandaa bajeti ya halmashauri. Leo ninajua ni namna gani tufanye katika kata yetu ya Kibamba, katika mtaa wetu wa Gogoni, tuweze kupata miradi. Ninatambua ni namna gani na ni wapi nipite katika kata yetu ya Kibamba, lakini katika mtaa wetu wa Gogoni tuweze kupata miradi ambayo itakuwa na manufaa kwa wananchi wa Gogoni. Kipindi nafanya kazi nikiwa mchumi, dada yetu, mama yetu Angela Jasmine Mbelo Kainuki alikuwa ni waziri wa TAMISEMI. Kwa hiyo mimi siendi tu kufanya naye kazi, ila namkumbusha kwamba ni nini kinatakiwa kufanyike. Tumefanya kazi, tumefanya naye kazi. Kwa hiyo sio mgeni, hatuna ugeni, tunatambua umuhimu wa kazi. Na niwaambie wana Gogoni, wana Kibamba, tumempata mbunge ambaye ni mchapakazi, amenyooka. Mkimchagua na mkanichagua nami, tutafanya kazi nzuri sana kwa ajili ya maendeleo ya wana Gogoni.
CCM oyee! Namwombeeni ndugu zangu kura za kishindo dada yetu, mama yetu Mzungu Angela Jasmine Mbelwa Kairuki. Ndugu zangu, niseme Angela Kairuki, mbunge wetu mteule Chama cha Mapinduzi, naye anahitaji wa kumwambia jambo letu. Ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na mteule wa ugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, nawaombeni tumchague Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kura za kishindo. Ili leo mimi nikimwambia mbunge atamwambia rais na jambo letu litafanikiwa. CCM oyee! Kingine niseme ndugu zangu, moja ya kipaumbele kingine ni uwezeshaji wananchi kiuchumi, tukilenga wamama ambao ni wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Tunatambua ndugu zangu, katika manispaa zetu nchi nzima, lakini manispaa yetu ya Ubungo, serikali hutenga 10% ya mapato ya ndani kwa ajili ya kuwawezesha wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kiuchumi. Maana yake nazungumzia mikopo isiyokuwa na riba. Kazi yangu ni moja, kwa vikundi vyetu vilivyopo Gogoni, vilivyopo Kibamba, kuhakikisha nao wanakuwa na fursa sawa na wananchi wengine ambao wanapewa hiyo mikopo. CCM oyee! Nitaenda kuwasemea ndugu zangu wananchi wa Gogoni, nitaenda kuwasemea. Naombeni mimi niwe sauti yenu nikawasemee. Naombeni niwe sauti yenu. Ndugu zangu wana Gogoni, leo mama zetu, kaka zetu, wadogo zetu wanafanya biashara barabarani pale. Mara nyingi wanakuwa nasumbuliwa na TANROADS. Nimekwisha kuzungumza na mwenyekiti na niliteta na mwenyekiti kuendelea kutafuta namna bora ya wajasiriamali wenzangu, mama zetu, vijana wetu waendelee kutumia lile eneo mpaka hapo tutakapopata utaratibu. Na niwaondoe shaka ndugu zangu, kama kuna sehemu nyingine wamefukuzwa kufanya biashara pale, na Gogoni hamtafukuzwa. CCM oyee! Hamtafukuzwa. Tutaendelea kufuatilia namna iliyo bora ya kuweza kufanya biashara zenu bila kupata bughudha aina yoyote. Tutaendelea kufuatilia. Nimesema nimeteta na mwenyekiti, lakini pia mkituchagua Oktoba 29 mkijitokeza kwa wingi, mkatiki kwa wingi, mkatuchagua sisi sote watatu, nyinyi mtakuwa mmemaliza kazi yenu. Nyie kazi yenu itakuwa imeisha. Kazi yenu itakuwa imeisha. Kazi itakuwa imebaki kwetu ni sisi wenyewe. Sasa tukae sauti zenu, tukawasemee, tukawaletee maendeleo, tukatekeleze ilani ya Chama cha Mapinduzi. CCM oyee! CCM safi! Na niseme ndugu zangu wana Gogoni na wana Kibamba, chama pekee katika nchi hii ya Tanzania kinachoweza kuleta maendeleo ya kweli ni Chama cha Mapinduzi.